magumu sana. Tunaishi maisha magumu kwa sababu hatupo kwenye mfumo wa uumbaji wetu. Mungu alipotuumba akatuweka kwenye mfumo, alafu sisi kwa dhambi zetu, kwa kutokutii kwetu, tukatoka kwenye mfumo. Kwa sababu Mungu alimwambia Adamu, ukila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa. Kufa maana yake ni kuondolewa kwenye mfumo. Na sisi tunaishi maisha magumu kuliko hata ndege, kuliko hata wanyama. Ndio maana hata ukiangalia Yesu alipokuwa anafundisha ile Mathayo sura ya 6, anasema angalieni ndege wa angani, wanaenjoy maisha, lakini sisi tunashindwa kuenjoy maisha. Kwa nini? Hatupo kwenye mfumo. Ndege wa angani wanaenjoy maisha, wanyama wanaenjoy maisha, mimea inaenjoy maisha, sisi samaki wanaenjoy maisha. Sisi tunashindwa kuenjoy maisha kwa sababu hatupo kwenye mfumo. Hatupo kwenye mfumo wa uumbaji wetu. Mungu alituumba akatutengenezea mfumo wa kuishi, lakini sisi kwa kutokutii kwetu tunatembea nje ya mfumo. Ndio maana maisha yetu yanakuwa ni magumu. Mtafute samaki. Samaki, ujanja wa samaki ni kwenye maji. Ukimkuta samaki baharini, ukimkuta samaki kule ziwani, anaenjoy maisha, kwa sababu maisha ya samaki na uhai wa samaki na mahitaji ya samaki yapo kwenye maji. Ukiangalia mimea inaenjoy. Kwa nini? Ipo kwenye ardhi ambayo ndio mfumo wa uhai wake, ndio mfumo wa maisha yake, ndio mfumo wa ulaji wake. Kwa hiyo ukiondoa mmea kwenye ardhi, ukiondoa mmea kwenye ardhi, hauna maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi binadamu tunaishi maisha magumu. Kwa nini? Hatupo kwenye mfumo wa uumbaji wetu. Mungu alipokuwa anaumba, kabla hajaumba ule uumbaji ambao utakuja kuishi kwenye yale mazingira, alikuwa anatengeneza kwanza mazingira, alikuwa anatengeneza kwanza mfumo. Sasa sisi, Mungu alipotuumba alituweka kwenye bustani ya Eden. Bustani ya Eden manake ni mazingira yenye uwepo wa Mungu. Eden ni mazingira yenye uwepo wa Mungu. Na tukizungumzia kuhusu uwepo wa Mungu manake ni Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia kuhusu uwepo wa Mungu manake ni Roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu. Na tunapozungumzia Roho Mtakatifu tunazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17 kwamba ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapozungumzia ufalme wa Mungu tunazungumzia Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia Roho Mtakatifu tunazungumzia ufalme wa Mungu. Tunapozungumzia Eden tunazungumzia uwepo wa Mungu. Tunapozungumzia uwepo wa Mungu tunazungumzia Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia Roho Mtakatifu tunazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, na tunapozungumzia ufalme wa Mungu tunazungumzia kuhusu haki, amani na furaha. Kwa nini hatuna furaha? Kwa sababu hatupo kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini hatuna amani? Kwa sababu hatupo kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini hatupati haki? Kwa sababu hatupo kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maisha yetu yamekuwa ni magumu. Ni kwa nini? Hatupo kwenye mfumo, hatupo kwenye mazingira yale ambayo Mungu alituumbia tuishi. Kwa sababu ufalme wa Mungu sio kula, sio kunywa, bali ni haki, ni amani, ni furaha katika Roho Mtakatifu. Na tunapozungumzia Roho Mtakatifu tunazungumza kuhusu uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ninakushirikisha haya? Ni kwa sababu wakati mwingine tumekuwa tunajiuliza, kwa nini tunaishi maisha magumu? Ni kwa nini? Kwa sababu hatuko kwenye ufalme wa Mungu. Na kinachotuondoa kwenye ufalme wa Mungu, kinachotuondoa kwenye mfumo wa maisha yetu ya kuishi kwenye ufalme wa Mungu ni nini? Dhambi. Mungu alimwambia Adamu kwamba kila matunda haya ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakika utakufa. Maana yake nini? Utatengwa. Maana yake nini? Roho wa Mungu nitakuondoa kwenye uwepo wangu, nitakuondolea Roho Mtakatifu. Maana yake kufa, maana yake Roho wa Mungu kutoka ndani yako, kutengwa na Roho wa Mungu, kuondolewa kwenye uwepo wa Mungu, kuondolewa kwenye bustani ya Eden. Ndio maana yake, ndio maana ya kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya Adam kufanya dhambi, Mungu alikuwa na plan B. Mungu akatengeneza mpango mbadala ili kukurudisha kwenye uwepo wa Mungu, ili kukurudisha kwenye bustani ya Eden, ili kukurudishia ufalme wa Mungu. Ndiye akaleta mpango wa wokovu. Tofautisha kati ya wokovu na dini. Wengine wanafikiri dini ndio wokovu. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Ni mpango wa Mungu kumpata tena mwanadamu.
Ni mpango wa Mungu kumrudisha mwanadamu kwenye bustani ya Eden. Ni mpango wa Mungu kumrudisha roho wake ndani ya mwanadamu, ndio maana ya wokovu. Lakini dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, kwa sababu Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu alimwekea kitu ndani yake ambacho kila mwanadamu lazima afanye ibada, kila mwanadamu lazima amwabudu Mungu. Kwa hiyo ndio maana baada ya mwanadamu kuondolewa kwenye bustani ya Eden, alianza kutafuta mpango, alianza kutafuta mfumo, alianza kutafuta njia ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kila mwanadamu ana kitu cha ibada ndani yake. Ndio maana mwanadamu asipoelekezwa kitu sahihi cha kuabudu, anaweza kuabudu hata jiwe. Kwa hiyo baada ya kupoteza ufalme wa Mungu, mwanadamu alitafuta njia ya kumtafuta Mungu, ambayo ndio tunaita sasa hivi dini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, kwa nini nasema hivi? Ili uweze kupata amani ndani ya moyo wako, ili uweze kupata furaha ndani ya moyo wako, ili uweze kupata haki kwenye maisha yako, unahitaji kurudi kwenye bustani ya Eden. Unahitaji kurudi kwenye uwepo wa Mungu, kwa sababu wengi tunatapatapa, tunahangaika. Ni kwa nini? Hatuko kwenye ufalme wa Mungu. Ni kama vile samaki anavyoondolewa kwenye maji, ana namna, atatapatapa, atahangaika, baadaye atakufa. Kwa hiyo sisi tunatapatapa, tunahangaika. Ni kwa nini? Hatuko kwenye ufalme wa Mungu, hatuko kwenye uwepo wa Mungu. Lakini iko njia ambayo inaweza kutusaidia kurudi kwenye uwepo wa Mungu, kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Imeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu anakiri na kupata wokovu. Kwa hiyo tunapomkiri Bwana Yesu, kwa sababu Yesu Kristo ndiye Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alikosea katika bustani ya Eden, lakini Adamu wa pili amekuja kuturudisha kwenye uwepo wa Mungu. Adamu wa pili amekuja kutuletea wokovu. Kwa hiyo nikuombe, kwa kinywa chako unaweza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa moyo wako ukamwamini Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maanake kumkiri Yesu ni programu ambayo inakusaidia kurudi kwenye bustani ya Eden, kurudi kwenye uwepo wa Mungu. Ni swala la imani, na ninapozungumzia kuhusu masuala ya wokovu, masuala ya uwepo wa Mungu, masuala ya Roho Mtakatifu, masuala ya bustani ya Eden, ili ni jambo la rohoni, ni katika ulimwengu wa roho, ni katika ulimwengu wa roho. Ni process, ni program ambayo inafanyika katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki.